Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa kutupa nafasi ya kufika katika siku ya leo. Leo tupo kwa ajili ya kuangusha dai ya wapinzani wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Wanazagaza ya kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ni nabii wa uongo, wakishikilia kauli fulani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, sayakunu ala ummati kadhabuna thalathun kulluhum yuz'amu annahu nabii, kutakuwa karibuni katika umati wangu waongo 30, kila mmoja wao atadai yeye ni nabii. Wakachukua hiyo wakaweka juu ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ya kwamba yu miongoni mwa hao waongo waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa kipimo cha nabii mkweli kulingana na Allah Azza wa Jalla ipo katika Qur'an sura ya 10 aya yake ya 70, sura Yunus, pale Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, qul innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun, sema wale wanaomtungia Allah Azza wa Jalla uongo hawatafaulu. Sasa mfano tutatoa juu ya watu wanne. Mtu wa kwanza ni kipenzi cha Allah Azza wa Jalla anayeitwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wapo watu wamesimama pembezoni kule wakisema Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni nabii muongo. Lakini sasa je, ni kweli? Sikiliza anachosema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla sehemu ingine katika Qur'an, hiyo ni sura ya 69 aya ya 45 mpaka aya ya 47. Anasema Allah ya kwamba walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil, yeye laiti angetuzushia baadhi ya maneno. Anaendelea kusema la akhadna minhu bil yamin, tungemshika kwa mkono wa kuume. Thumma anasemaje? Kisha thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tungemkata mshipa wake. Sasa Mwenyezi Mungu anamaanisha kwamba katika hiyo aya kiufupi ni kwamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam angalikuwa ni muongo. Ile aya ya sura ya 10, innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun, inge mshika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu angemwangamiza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kisha aangamize na ujumbe wake. Lakini kinyume chake tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe wake bado uko hai. Mbona Mwenyezi Mungu hajaangamiza? Sasa hii ni thibitisho kwa wale wanaomuita yeye ni muongo ya kwamba yeye sio muongo, na Qur'ani inathibitisha ya kwamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni nabiyullahi kwa uhakika, na hakuongeza hata tone ya uongo kwa ujumbe aliyopewa na Allah Azza wa Jalla. Tunatoa mfano wa mtu wa pili. Kuna mtu anayeitwa Musailama al-Kadhab. Yeye alidai akatangaza ya kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amempa cheo cha unabii, akazagaza ujumbe kwa watu wa karibu ya kwamba mimi ni nabii. Lakini je, alikuwa ni nabii? La hasha. Thibitisho ni kwamba tunaona aliangamizwa na Mwenyezi Mungu, kisha alipozikwa na ujumbe wake wa uongo kafunikwa pamoja na yeye kaburini. Mtu wa tatu, Aswad al-Ans kutoka Yemen, yeye alidai ya kwamba yeye ni nabii chini ya kalimatu tauhid. Allah Azza wa Jalla amemtuma kuja kuweka mambo sawa katika Uislamu. Lakini je, kwa kweli alitumwa? La hasha. Mwenyezi Mungu alimwangamiza, na alipozikwa Aswad al-Ans alizikwa pamoja na ujumbe wake, na pale pale ujumbe wake ulikufa. Tunakuja kwa mtu wa nne, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, ambaye anaitwa ni muongo na wapinzani wake. Sasa je, yeye ni muongo? Tunamleta
katika kipimo cha manabii ambayo ni sura ya 10 aya ya 70. Mwenyezi Mungu anasema innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Tunasema Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam yeye ni nabii wa ukweli. Kwa sababu gani? Ujumbe wake uko hai. Mwenyezi Mungu amewacha ujumbe wake uko hai hata baada ya yeye kuzikwa. Sasa tunaleta mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume ujumbe wake alipozikwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujumbe wake uliendelea kuzagazwa na Mwenyezi Mungu azza wa jalla, na mpaka sasa dunia sasa hii tathmini zaeleza ya kwamba Islam ndiyo dini inayosambaa kwa kasi kuliko dini yoyote ile, na inaelezwa ya kwamba tathmini hizo zasema ya kwamba kufikia mwaka wa 2060 Islam ndiyo itakuwa inaongoza mbele na dini zingine zitakuwa nyuma, kama vile Allah azza wa jalla aliposema katika Qur'an, liyudhhirahu ala dini kulli, ili kuipa ushindi juu ya dini zote duniani. Mfano wa pili, tunaingia katika tathmini ndani ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba Uislamu wangu utakuja gawanyika, taftariku ummati ala 73 millatan kulluhum fi nari illa millatan wahid. Uislamu wangu, umati wangu utagawanyika 73, yote katika jahannam isipokuwa moja. Sasa tukiangalia tathmini ndani ya Uislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmadiyya indiyopo chini ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, tathmini inaeleza ya kwamba ndiyo inayosambaa zaidi kuliko madhehebu haya yote katika Uislamu. Kwa sababu gani Mwenyezi Mungu afanye hivyo kama yeye Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ni muongo? Watatujibu. Jambo jingine, tunapowaletea ndugu zetu wapinzani wa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ya kwamba kipimo cha nabii mkweli ipo katika sura Yunus sura ya 10 aya ya 70, innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Mbona Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad amefaulishwa na Allah azza wa jalla? Wao hutuletea mfano kutoka kwa manaswara, kutoka kwa Kristo. Mbona katika Ukristo kuna manabii wengi wanadai utume na wanapata wafuasi na wanaenea na kadha wa kadha? Tunawajibu ya kwamba kama kawaida yao wamekosa kuelewa maneno ya Qur'an, wamekosa kuelewa hii aya, na wanathibitisha ya kwamba wamekosa kuelewa Qur'an kabisa. Mwenyezi Mungu katika aya hiyo anasema innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib. Manaswara hawajamtungia Mwenyezi Mungu uongo hao manabii wao. Kwa sababu gani? Allah azza wa jalla anasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih bin Maryam. Wale tayari washakufuru, hawapo ndani ya jahazi ya Allah azza wa jalla, walishafungiwa mlango wa jahazi, wako nje kule watawale jinsi wanavyotaka. Kama vile Ibilisi alivyopewa nafasi ya kujirekebisha, wao pia walipewa nafasi ya kujirekebisha, wameshindwa kuingia katika jahazi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sema enyi makafiri, mimi Muhammad siabudu mnachoabudu, wala antum aabiduna ma a'budu, wala nyinyi hamwabudu yule ninayemwabudu. Kwa hivyo kuna utofauti hapo. Wale manaswara wanaabudu miungu watatu tofauti na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inathibitisha wao wako nje ya jahazi ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, wafanye wanachofanya kule wanavyotaka. Lakini ukiwa ndani ya kalimatu tauhidi, chini ya kalimatu tauhidi, hautafanya kama unavyotaka. Ukithubutu kutangaza wewe ni nabii ilhali haujapewa cheo cha unabii na Allah azza wa jalla, utamalizwa kama vile wale wengine Aswad al-Ans, Musailama al-Kadhab walivyoangamizwa mwisho. Tunafikisha ujumbe ya kwamba tukio ya kufika kwa Masihi kwa Waislamu, Yesu kwa Wakristo katika zama za mwisho duniani lishatimizwa na Mwenyezi Mungu azza wa jalla juu ya huyu Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Nyote
mwakaribishwa kumpokea. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.